Katika nyumba ya watawa, dada Mary anaomba mbele ya picha ya Mama Maria kwa dakika kadhaa, kisha anavua kilemba chake na kusogeza ule mchoro ili kuficha maandishi yaliyoko ukutani. Baada ya kuchukua begi lake, Mary anaingia kwa siri katika chumba cha mama mkuu kuiba funguo zake. Baada ya hapo, Mary anakimbia kuelekea lango la mbele na kwa hamu kubwa anajaribu funguo zote kulifungua. Wakati huo, watawa wanne wanaanza kumkaribia na Mary aliyejaa uoga hatimaye anafanikiwa kufungua kufuli. Kwa bahati mbaya, mnyororo umekwama na anaweza kulisukuma lango kidogo tu, hivyo analazimika kupenya kupita kwenye nafasi nyembamba sana. Anajikuta anaanguka anapofika upande wa pili na mtawa mmoja anamshika mguuni ili kumrudisha nyuma, akimvunja mguu kwa kuusukuma dhidi ya miwanya ya uzio. Maumivu yasiyovumilika yanamfanya azimie. Mary anapoamka anawasha kiberiti na anagundua yuko ndani ya jeneza. Analia anapojaribu kulifungua, lakini halisogei hata kidogo, jambo linaloonyesha kuwa amezikwa akiwa hai. Mary anaendelea kupiga kelele akiomba msaada, lakini hakuna anayekuja. Baada ya muda kupita, mtawa mchanga kutoka Marekani aitwaye Cecilia yuko katika ofisi ya forodha ya Italia, ambapo askari mmoja anakagua begi lake. Afisa mwingine anaonyesha kuwa hana tiketi ya kurudi na kwamba hajajifunza Kitaliano, hivyo mchakato unachukua muda mrefu. Wote wawili wanafikiri anapoteza ujana wake kwa kujiunga na nyumba ya watawa. Anapewa nyaraka zake na kuruhusiwa kuondoka. Shemasi aitwaye Enzo anamchukua Cecilia na wanaendesha gari kwa saa nyingi kupitia mashambani hadi hatimaye wanafika kwenye nyumba ya watawa. Mama mkuu anamkaribisha kwa Kitaliano wa Cecilia haelewi, hivyo Isabella anamtafsiria. Mama mkuu anapomuuliza Isabella amuonyeshe Cecilia chumba chake, Isabella anajaribu kukataa, lakini mama mkuu anamlazimisha kufanya hivyo. Wakiwa njiani kuelekea chumbani, Isabella anasema kuwa nyumba hiyo ya watawa ilijengwa mwaka 1632 kama makazi ya watawa wazee. Jengo liko juu ya makaburi ya Mtakatifu Stephen ambayo hayaruhusiwi kuingiliwa. Wawili hao wanatembea kupitia vyumba kadhaa vilivyojaa wanawake wazee na Isabella anawasalimu wote kwa upole, kisha anamwambia Cecilia kuhusu mtawa mmoja ambaye atakufa wiki ijayo kwa sababu ya uvimbe. Cecilia anashangazwa na jinsi anavyozungumza kwa kawaida kuhusu hilo, na Isabella anaeleza kuwa kifo ni sehemu ya maisha ya kila siku katika nyumba ya watawa. Mtawa mzee mwenye shida ya kupoteza kumbukumbu aitwaye Francesca anapouliza kuhusu baba yake, Isabella anamchukua pembeni huku akimwambia Cecilia kuwa ni bora kuendana na fikra zake potofu ili mradi hazijawa za vurugu. Cecilia anasimama kusikiliza kwaya na anamwona mtawa mmoja akimtazama. Isabella anamvuta hadi kwenye chumba chake kipya huku akimpa ratiba. Cecilia anaposema kuwa anaheshimiwa kupata nafasi ya kutumikia, Isabella anamuita mtamu kama kejeli na anamwonya kuwa hapa ni mahali pagumu kuishi. Baadaye, wakati Cecilia anatumia choo, Gwen ghafla anajitokeza kwa moshi. Kwa siri, wanaanza kuzungumza na Cecilia anashiriki kuwa parokia yake ya awali ilifungwa kwa sababu ya mahudhurio hafifu. Baadaye akachukuliwa na Padre Tedeschi ambaye kwa mujibu wa Gwen ana kipaji sana cha kuwapata waliokimbia. Jioni, ibada maalum inafanyika ili wale novice wapate hatimaye kuweka vyapo vyao. Wasichana wanatembea chini ya korido wakiwa na mishumaa mikononi na Cecilia hatimaye anapata kukutana na Padre Tedeschi ana kwa ana. Kardinali Franco anatoa misa na kuzungumza na kila novice mmoja mmoja. Tedeschi analazimika kutafsiri maneno yake kwa Cecilia kabla hajapokea rozari yake. Anafurahia kuweka viapo, lakini anakawia kidogo kabla ya kubusu pete ya Franco. Baada ya hapo, kuna karamu ya chakula cha jioni kusherekea dada wapya. Cecilia anazungumza na Tedeschi ambaye anakiri kuwa alipenda sayansi alipokuwa mdogo, lakini hatimaye Mungu alimwonyesha njia. Kama malipo, Cecilia anashiriki kwamba alipokuwa na miaka 12 alienda kucheza juu ya mto ulioganda. Kwa bahati mbaya, barafu ilivunjika na akaanguka ndani ya maji baridi kupita kiasi. Wasaidizi wa dharura waliweza kumwokoa baada ya moyo wake kusimama kwa takriban dakika 7. Anaamini Mungu alimwokoa kwa sababu maalum na anataka kujua ni kwa nini. Cecilia anapoenda bafuni, anasikia sauti ya kulia ya ajabu. Anayefuata mpaka kwenye kanisa dogo na anamkuta mwanamke akisali sakafuni katika chumba kilicho nyuma ya madhabahu. Cecilia anakaribia kumwangalia na anashangazwa kuona uso wa mwanamke umefunikwa na barakoa nyekundu ya ajabu. Ghafla, Cecilia inatishwa na uwepo fulani, lakini kumbe ni mama mkuu tu anayemhakikishia kuwa mwanamke alipo sakafuni ni mtawa aliyepotea kwenye sala. Kisha mama mkuu anachukua msumari kutoka kwenye boksi na kufichua kuwa ulitolewa kwenye kidole cha Yesu anapouweka mikononi mwa Cecilia. Wakati mwanamke huo akiongea kuhusu mateso ya Yesu, Cecilia anaanza kuhisi kizunguzungu na kuzimia. Siku inayofuata, Cecilia anaenda kwenye kitubu kutubu na analaumu kuzilaa kwake kuwa ni kutokana na kunywa divai nyingi, hivyo anaomba msamaha kwa kujidhalilisha mbele ya mama mkuu na anaahidi kufanya vizuri zaidi. Padre aliyeko ndani ya kibanda hawezi kusema neno lolote, anamtazama tu kisha anatoweka gizani. Cecilia anatazama kwa mshangao wakati ghafla mikono miwili inapanya kupitia ukuta na kumvuta nyuma. Cecilia aliyejaa hofu anaporushwa kitandani katika chumba cha ajabu na watawa watano wenye barakoa nyekundu wanaonekana mbele yake. Mikono ya ajabu inashika uso wake kabla mtawa mwenye barakoa kumdunga kwa kisu. Lakini wakati huo Cecilia anaamka. Anapotazama kuzunguka, anashangazwa kumwona Francesca akimtazama mlangoni. Cecilia anawasha taa na yule mwanamke anatoweka. Asubuhi, mama mkuu anazungumza na watawa wote vijana kuhusu majukumu yao mapya. Ndani ya basi, Gwen anaendelea kuzungumza na Cecilia na mama mkuu analazimika kumkemea. Baada ya hapo, Isabella anaonyesha watawa wapya jinsi ya kufanya kazi za kila siku kwenye nyumba ya watawa, ikiwemo kuosha wazee waliolala kitandani, kufua nguo na kuchinja kuku kwa ajili ya chakula cha jioni. Kadiri siku zinavyopita, Gwen na Cecilia wanakuwa marafiki wa karibu na wanajifurahisha pamoja wakati wa kazi zao.
Ingawa pia wanalazimika kushuhudia watawa wengi wazee wakifa, siku moja Cecilia anamwona Isabel akimtazama kutoka mbali, lakini anatoweka haraka. Usiku huo Cecilia anaamka anapohisi kitu na kugundua Francesca akikata baadhi ya nywele zake. Francesca anamuita Cecilia amebarikiwa na kusema kila mtu anampenda, lakini Cecilia haelewi Kiitaliano chake. Kisha Cecilia anampeleka Francesca hadi kwenye chumba cha wagonjwa na kumfunika kitandani bila kutambua kuwa anaitwa Mtakatifu Cecilia. Blanketi hizo hazitoshi kufunika miguu ya Francesca na Cecilia anakuja karibu zaidi na kugundua makovu ya ajabu yenye umbo la misalaba. Siku inayofuata Cecilia anamwambia Gwen kila kitu kilichotokea na anakubali kuwa mahali hapa si kama alivyotarajia. Hata hivyo, Gwen anasema hapa ni bora kuliko sehemu yake ya mwisho. Kulikuwa na mvulana aliyekuwa akimpiga, hivyo akampiga naye, na kama adhabu Gwen alitumwa kwenye kikundi cha usaidizi kinachoongozwa na watawa. Hao ndio waliompa msukumo wa kuwa mtawa. Ghafla Cecilia anatapika, hivyo anaenda kumwona Daktari Gallo ambaye anaendesha vipimo kadhaa. Wakati akisubiri matokeo, Cecilia anasikia sauti na kutazama nje, akimwona mtawa aliyevaa barakoa akitembea. Wakati huo kunguru anagonga dirisha na kumtisha Cecilia hadi angalie upande mwingine. Baada ya kumwangalia haraka yule ndege aliyekufa, Cecilia anamfuata mama mkuu hadi ofisini ambako Franco, Tedeschi na Gallo wanamgoja. Franco aliyejaa hasira anataka kujua kama Cecilia amekuwa na mwanaume na anaapa kuwa hajawahi. Gallo anathibitisha kwamba alipofika alimkagua na kubaini kuwa alikuwa bado hajaharibika chochote huko chini. Mama mkuu anaongeza kuwa hawajapata wageni karibuni kabla kuficha faili jekundu la Cecilia kwenye draw. Kisha Cecilia anapelekwa kwenye chumba cha wagonjwa na Gallo anatumia mashine ya ultrasound kufichua kuwa yeye ni mjamzito. Baada ya mshtuko awali, Franco anatangaza kuwa mtoto huyo ametungwa bila dhambi na kwa hivyo ni muujiza. Hata hivyo, Cecilia anaishia kutazama tu skrini kwa hofu. Baadaye, Cecilia anamuuliza Tedeschi kwa nini alichaguliwa. Tedeschi anaonyesha kuwa huenda hii ndio sababu aliokolewa alipokuwa mtoto na anakumbusha kuwa wanyenyekevu wataurithi ulimwengu. Baada ya hapo, Cecilia anapewa mavazi maalum ya sherehe na kupelekwa kwenye kanisa dogo ili watawa wote waimbe sifa zao kwake. Miezi 5 baadaye, Cecilia anaamka akiwa na kichefuchefu cha asubuhi. Anatapika damu na kushangaa kugundua kuwa amepoteza jino. Kisha anaenda kwenye kifungua kinywa na kila mtu anasimama mbele yake isipokuwa Gwen. Cecilia anapewa chakula kizuri na kuambiwa asifanye kazi kwa sababu lazima azingatie mtoto. Gwen anasema kwa dhihaka kuwa wataanza kumuita Mary. Baadaye, Cecilia anapumzika kwenye bwawa la kuogelea, wakati ghafla Isabella anamsukuma chini ya maji akijaribu kumzamisha. Baada ya mapambano kidogo, Cecilia anafanikiwa kuuma mkono wa Isabella na kujikomboa, lakini Isabella anaruka juu yake na kumshinikiza chini tena, akisema kuwa ilipaswa kwa yeye. Wakati huo, watawa wanaingia na kumvuta Isabella, wakimtoa huku akipiga kelele kwamba wanapaswa kujaribu tena naye. Baada ya hapo, Cecilia anaenda kwenye chumba cha wagonjwa na Gallo anathibitisha kuwa mtoto yuko salama. Anataja kila ambacho Isabella alisema na anaomba maelezo, lakini Tedeschi anadai kuwa Isabella amekuwa mgonjwa wa akili kwa muda na atahakikisha hili halitatokea tena. Cecilia anaanza kuwa na wasiwasi na anaomba apeleke hospitali halisi kwa daktari halisi na anataja kuwa alipoteza jino. Hata hivyo, wanaume hawa wadhani kuwa atakuwa salama hadharani ikiwa habari zitasambaa, hivyo lazima abakie kwenye nyumba ya watawa mpaka mwokozi azaliwe. Baadaye, Cecilia anapotembea anamwona watawa wawili waliovaa barakoa dirishani. Wakati huo mtawa mmoja anaanguka kutoka juu ya paa na kila mtu bustanini anapiga kelele. Cecilia anakimbia kuangalia mwili na kugundua kuwa ni Isabel ambaye uso wake umeharibiwa kabisa. Wakati wa mazishi, Gwen anamwambia Cecilia kuwa haamini mahali hapa. Kwa kweli, hana uhakika kama anaweza kuamini kilicho tumboni mwa Cecilia pia. Tedeschi anawakatiza, lakini Gwen anampuuza na kwa sauti kali anawaita wakubwa wake akitaka kujua ukweli wa kinachoendelea. Anawaita wote waongo huku akitumia maneno machafu. Hivyo Tedeschi na Enzo wanalazimika kumvuta na kumtoa. Usiku huwa Cecilia hawezi kulala. Ghafla, moja ya minyororo ya uchoraji na katika na kuacha uchoraji ukining'inia vibaya. Cecilia anagundua kuwa picha imekuwa ikificha maandishi ukutani yenye nukuu ya Biblia kwa Kiitaliano. Anaangalia Biblia yake na kusoma kuhusu shetani kujifanya malaika wa nuru. Kwa kuwa na wasiwasi, anamtafuta Gwen lakini hampati chumbani. Kisha anaenda ofisini kuchukua faili lake, lakini draw imefungwa. Anaganda wakati anaposikia sauti na kuona mwanga katika chumba cha jirani, lakini kwa bahati nzuri unatoweka haraka. Cecilia anapopata kisu, anakitumia hatimaye kufungua draw na kuchukua faili lake. Kuna makala ya gazeti kuhusu ajali yake na matokeo ya vipimo vya vinasaba. Ghafla Cecilia anasikia Gwen akipiga kelele na anafuata sauti hadi nje. Sauti yake inatoka nyuma ya mlango ambao na Cecilia anapipu kupitia tundu la ufunguo. Gwen amefungwa kwenye kiti na watawa waliovaa barakoa wanatumia vifaa kukata ulimi wake. Cecilia alijaa hofu, anajiondoa nyuma na mtu anamkamata kutoka nyuma, lakini kumbe ni Francesca ambaye anampa hirizi aliyotengeneza kwa kutumia nywele zake. Cecilia anamuomba msaidie kutoka, lakini Francesca anamwambia kwa Kiingereza kwamba hatatoka kamwe kwenye nyumba hiyo ya watawa. Asubuhi inayofuata, kila mtu anaamka wanaposikia Cecilia akipiga kelele. Wakuu wanakimbilia chumbani kwake na kumkuta tumbo lake likivuja damu. Leo ni siku ya mapumziko ya Gallo, hivyo mama mkuu anataka kumpeleka hospitali. Mwanzoni Tedeschi anakataa, lakini Cecilia anaendelea kuomba kwa ajili ya maisha yake, hivyo anampeleka hadi kwenye gari la Enzo. Baada ya kundi hilo kuondoka, mama mkuu anaomba katika chumba cha Cecilia. Wakati huo anaona unyoya sakafuni na anatazama chini ya kitanda na kukuta kuku aliyekufa ambaye Cecilia alitumia kwa damu ya uongo. Barabarani, Tedeschi anapokea simu inayomjulisha ukweli na anamfanya Enzo asimamishe gari. Cecilia anatambua kuwa ukweli umefichuka na anajaribu kukimbia, lakini wanaume hao wanamfikia haraka na kumrudisha kwa nguvu. Katika nyumba ya watawa, mama mkuu anamfanya Cecilia aoge kwa maji baridi sana. Cecilia anapotaja kuwa Mungu hatawasamehe kwa jinsi wanavyomtendea, mama mkuu anampiga kibao. Baadaye, Cecilia anafungwa kwenye kiti cha magurudumu na kupelekwa
anapelekwa kwenye chumba kilicho nyuma ya madhabahu. Kufikia sasa, ametambua kwamba kuna mtu humo aliyembebesha mimba na anadai maelezo. Tedeschi anashika kile kipande cha msumari na kueleza kuwa walikuta mabaki ya damu na mfupa juu yake ambayo yaliwapa msimbo wa vinasaba wa Masihi. Hii inaweza kuwa nafasi ya kumrudisha Yesu. Cecilia anapomwita mwendawazimu, Tedeschi anampeleka kwenye chumba anapohifadhi mitungi yenye majaribio yote yaliyofeli. Anafichua kuwa amekuwa akijaribu kumfufua Yesu kwa miaka 20 na kwamba anadhani Cecilia ndiye chombo kamili. Kisha wanakwenda kwenye maabara ya Tedeschi na anaeleza kuwa kama mwanasayansi alifanya kazi kwenye vinasaba, lakini wenzake hawakubaliana na majaribio yake. Tedeschi alikuwa kasisi kwa sababu alijua kanisa lingemruhusu kuendelea na majaribio ikiwa ingeweza kumrudisha Yesu. Enzo anashika miguu ya Cecilia na Tedeschi anaiwekea alama ya msalaba wenye moto kwenye zote mbili. Baadaye Cecilia anaachwa peke yake chumbani. Anapojaribu kutoka kwenye kiti cha magurudumu, majeraha ya miguuni yanamfanya ashindwe kusogea na anaanguka. Baada ya mapambano, anafika mlangoni lakini unakuta umefungwa na anapata msongo. Wiki chache baadaye, Cecilia anaenda kwenye kitubio kwa Franco na kuuliza maswali mengi, lakini Franco hajibu hata moja. Wakati wakizungumza, Cecilia anachezea rozari yake na kuvunja msumari. Kisha anauvuta na kuona kidole chake kimefunikwa na dutu yenye ute. Hatimaye Franco anazungumza na kusema kuwa kama hili halikuwa mapenzi ya Mungu, basi Mungu angekuwa amewazuia tayari. Siku chache kabla tarehe inayotarajiwa, Gallo anafanya ultrasound nyingine na kuthibitisha kuwa mtoto anasogea. Gallo kisha anaenda kutafuta dawa na anaacha mlango wazi. Cecilia anatumia nafasi hiyo kuchukua msalaba na kumpiga mama mkuu mara kwa mara kichwani hadi anakufa. Cecilia anapotoka chumbani, anahisi unyevunyevu na kugundua kuwa chupa yake ya uzazi imepasuka. Baada ya muda mfupi kwenye balcony, Cecilia anamtangaza Franco kutoka nyuma na kuanza kumkandamiza kwa rosari yake. Hatimaye Franco anaanguka amekufa na anaonekana na Gallo ambaye mara moja anaruka mbali. Baada ya kuchukua laita ya Franco, Cecilia anaenda kwenye kanisa dogo na anahisi uchungu wake kwanza. Akikataa kukata tamaa, anachukua naili ya kitakatifu kabla ya kukimbilia kwenye maabara ambapo anasambaza ethanol kote kwenye sakafu na vifaa. Wakati huo huo, Tedeschi anaonekana na anajaribu kuja karibu, lakini Cecilia anatoka na laita. Tedeschi anajaribu kumfanya aone mantiki, akionyesha kuwa kama atakufa watapata msichana mwingine. Monologi yake inakatizwa wakati Cecilia anapata uchungu mwingine na Tedeschi anatumia nafasi hiyo kujaribu kuchukua laita tena. Cecilia anaivunja chupa kichwani mwake na kukimbia nje ya maabara kufunga mlango. Tedeschi anafika kupitia dirisha kujaribu kumkamata kwa nywele, hivyo Cecilia anavuta kidole chake kimoja kukikata. Wakati anapoona ethanol ikitilika chini ya mlango, anatoa laita na maabara inawaka moto haraka. Baada ya mlipuko mdogo, Cecilia anadhani kila kitu kimekwisha, lakini kwa bahati mbaya Tedeschi anapata extinguisher na kuzima moto kabla ya kuanza kupiga mlango. Cecilia aliogopwa anapata uchungu tena, jambo linalofanya iwe vigumu kusonga. Wakati Tedeschi hatimaye anavunja mlango, Cecilia analazimisha mwili wake kupanda ngazi za kuelekea kwenye sehemu ya kuhifadhi maiti. Kuna taa za mkono kando ya mlango, hivyo anachukua moja kutafuta mahali pa kujificha. Baada ya kutembea kwa muda, anasikia Tedeschi akikaribia, hivyo anajificha kwenye chumba chochote na kuzima flashlight. Anakaa kimya wakati Tedeschi anapopita kwenye korido na anasubiri hadi aende kabla ya kuwasha flashlight tena. Anapogeuka, anashangazwa kupata mwili wa Gwen aliyechukuliwa mateso. Cecilia anasonga tena na anafanikiwa kupata shimo kwenye ukuta linaloelekea nje. Anaanza kupanda, lakini Tedeschi anamvuta nyuma, kisha anamshikilia chini na kuanza kuomba huku akimenya gauni lake kufunua tumbo. Tedeschi anatoa kisu na kuanza kumkata, akimfanya aliyeko maumivu yasiyovumilika. Cecilia anazingatia kufikia kwenye pochi yake kupata msumari na kumpiga Tedeschi shingoni, hatimaye kumuua. Baada ya hapo, Cecilia alielewa, anapiga mwili huo mbali na hatimaye kupanda kupitia shimo kwenda nje. Wakati huo, anaanguka na kuimba huku akizaa mtoto hatimaye. Baada ya kukata kamba ya kitovu kwa meno yake, Cecilia anapoteza hofu kwa mtoto wake mwenyewe kwa sababu analia kwa sauti za wanyama. Anaamua kuchukua jiwe kubwa na kumponda mtoto yule hadi kufa. Na huu ndio mwisho wa movie hii iitwayo Immaculate. Usisahau kusubscribe.